ambayo itakuwa inatuchukulia picha yetu nzuri, itakuwa inatuweka kwa nafasi nzuri tukienda pahali na mambo yetu tunafanya, na inabaki katika ukumbusho ya miaka mingi, na inakuwa vizuri sana. Wakati mwingine waimbaji wetu wakienda kutoa nyimbo, wakienda kufanya shooting, tuwezi tafuta mtu kutoka mbali, atoe pesa zetu nyingi, kamera yetu yeye itafanya kazi, na mtu wetu mwenyewe anatrainiwa afanye kazi hiyo, atupelekee studio, atutolee, na inakuwa vizuri. Sio ni sawa? So Mungu atusaidia, hayo mambo yote tutafanya na itakuwa poa. Pia hapa inaniambia ni kubadilisha vitu na kufanya vizuri. Iko mikrofoni hapa sasa karibu 5. Nataka sasa mjipange, wakati mnaimba yote itumike. Nikichoma tu kidogo inafika mahali inapiga kelele, lakini ziko tutaifufua sote. Si ndio? Ndugu Moses anajua ikikataa iko ngoma. Hayo mama mkienda ushika iko ngoma hapo, kunaweza beba mnaenda naye. Amen. Asante. Tuingie kwa neno katika jina la Yesu, ili kwamba tuweze kushiriki pamoja na wenzetu ambao nimesema wako nje, na waomba tushirikiane pamoja na wao, na itakuwa vizuri sana. So nataka tuingie kwa neno. Jumapili kuna jambo nilikuwa nazungumzia kuhusu mazingira, na tukaona vile mazingira iliharibika, na leo nataka tuangalie neno dhambi. Alafu tukitoka kwa hiyo neno dhambi tutaona pa kuenda, na itakuwa vizuri sana. Okay, kwa muda nitakimbia na muda wangu vizuri, nitaitumia vizuri ili tumalize kwa wakati, na itakuwa vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka mtu aliye na Biblia nifungulie Yohana wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 10 mstari wa 4, na itakuwa vizuri sana. Bwana asifiwe. Nazungumzia habari ya dhambi, na kwa sababu ya kuchukua muda haraka ili nikueleze na wewe, ukisikia neno dhambi ni kusema hivi, ni kukonga kando na shabaha. Lugha rahisi ni kukonga kando na shabaha, ni kupoteza mwelekeo. Hiyo ndio neno dhambi. Dhambi ni kufanya kinyume na maagizo. Dhambi tunaweza kusema ni kuasi. Dhambi tunaweza kusema ni mtu anafanya vitu ambayo iko kinyume na sheria. Hayo yote ni maagizo ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akinisomea hapo mahali nimesema Yohana wa kwanza, tutapeleka sana sasa vizuri. Naamini wenye wanaandika mtasaidika na hayo maelezo ya kwamba dhambi ni kukonga kando ya shabaha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika lugha ya Kiunani inasema amatia. Amatia ni kukonga kando. Na wale watu wamecheza mchezo wa inaitwa dance. Dance. Kuna kitu ka round hivi. Umeiona? Kitu kanakaa round na imewekwa mabox na mna hii inakutania katikati. Wakati unacheza mchezo huo wanatumia kamshale kadogo hivi. Wako na mshale. Sasa wanafanya hiyo mchezo wakicheza. Ukishika hiyo mshale ukirusha hivi, wanashindana, ukirusha katikati umepiga kwenye shabaha, kwenye lengo. Mahali ndipo. Ukipiga ikonge kando, ndio nasema amatia. Yaani umekonga kando. So dhambi ni kukonga kando na lengo ambayo ulikuwa umelenga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Soma Yohana wa kwanza 3:4. Kila atendaye dhambi afanye uasi. Kila atendaye dhambi afanya uasi. So ukifanya dhambi umeasi, na umeasi maagizo ya Mungu. Kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa kuwa dhambi ni uasi. Sasa imeleta vizuri. Kwa kuwa dhambi ni uasi. Na unajua ndio dhambi ipatikane lazima sheria ikuweko. Sheria ikikuweko inasababisha sasa dhambi kupatikana, maana ukienda kinyume na hiyo sheria ndiposa dhambi inafanya nini?
inapatikana. Mungu akaambia wana wa Israeli, mtakapoenda na kuingia katika nchi ya ahadi, mjiepushe sana na mambo ya watu wa pale, ama mambo ambayo watu wale wanafanya. Chiepushe sana, usijiunganishe pamoja na wao, maana wao wanaabudu miungu na nyinyi nitakana mniabudu mimi. Sasa wakijiunganisha na miungu yao, ni kumaanisha wamekonga kando ya shabaha, na hivyo wameasi maagizo ya Mungu, na hivyo watahesabika kuwa na makosa. Nimeeleweka kama? Bwana Yesu asifiwe. Tuteremke sasa tuone madhara ya dhambi. Nimesema ninaenda haraka, tuangalie mambo manne tu, madhara ya dhambi. Na ukweli tunapozungumzia habari hii ya dhambi, Mkristo ili uweze kusonga na kufika mbali, ukiepukana na dhambi na ujue dhambi ni nini, utakuwa na nafasi mzuri ya kuweza kujitenga nayo na kuepukana nayo, ili kwamba wewe uwe salama. Na hapo ndipo utaanza kuona kama baraka za Mungu ambazo tunaitisha kila wakati. Hautakuwa na sababu ya kuitisha, maana Mungu anajua, anasema kabla haujaomba lolote yeye anajua. Si ndio? Sasa kwa sababu anajua, basi anaweza kukufanyia hata kabla ya wewe kuomba. Jambo la kwanza, madhara ya dhambi. Number 1. Dhambi huleta kifo. Dhambi huleta kifo. Na Bible inasema bahali hivi, mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Hiyo ni kitabu cha Warumi 6:23. Mtu ambaye anasema kwa haraka na kutusomea ili tukomboe muda. Mshahara wa dhambi ni nini? Sasa mtu akitenda dhambi, mshahara wake ni nini? Ni mauti. So ni kusema hivi, wewe Mkristo ukifanya dhambi, ujue kuna kifo. Madhara yake ni kifo. Kisema ni mauti, lazima utakufa. Number 1, utakufa kimwili na utakufa kiroho. Lakini leo hii watu wanafikiria tu ni kukufa kiroho, lakini kimwili utakuwa bado unaishi. Yes, hata kama bado unakuwa unatembea, kama bado utakuwa tunakuona tukifanya shughuli pamoja, lakini kwanza kiroho umekufa, na pia kimwili wewe unakufa, maana wake ni mauti. Na mauti ni lazima utapoteza uzima. Kwa nini? Maana Mungu atakuachilia, utaenda mbali na hiyo uwepo wa Mungu na utukufu wa Mungu, na atakuondolea ile usikiro ambayo ilikuwa amekuwekea, na sasa shetani atapata nafasi ya kutesa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Warumi 6:23 inasema hivi, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali gharama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Bwana asifiwe. Sasa wakati umesema dhambi ni kukonga kando ya shabaha, kando ya malengo, ni wewe kuangalia ni nini ambacho umekifanya na inaweza kuwa ni kosa. Na Bible inasema hakuna dhambi ndogo wala kubwa. So wewe unaweza kuangalia pende mimi nikiwa jambazi, basi mimi nina dhambi kubwa. Maana nimeamua. Sasa hiyo ndio itasikika sana, itakimbia kwa umbali. Lakini kuna dhambi ndogo ndogo ambazo wewe pia unaweza kuwa umeyafanya na bado itahesabika kuwa ni makosa, maana umekonga kando ya shabaha. Bwana Yesu asifiwe. Na hivi unapokonga kando ya malengo, umefarakana na uso wa Mungu. Na hiyo itakuleta madhara katika maisha yako, italeta kifo. Si ndio? Hiyo ni jambo la kwanza. Dhambi husababisha kifo. Na hii kifo ambayo nazungumzia, kiroho utakufa na hata kimwili utakufa. Na tunapoangalia hapo mwanzo, Mungu alipoumba ulimwengu na akaumba mwanadamu wa kwanza, akamweka katika shamba la Edeni, hakuwa na kifo. Lakini baada ya dhambi kuingia, ndio hapo mateso yalianza na kifo pia kafanya nini? Kupatikana. Bwana Yesu asifiwe. Aya, number 2. Madhara ya dhambi. Dhambi huleta utengano kati ya mwanadamu na Mungu. Inaleta utengano kati ya mwanadamu na nani? Na Mungu. Unaposema Mwanzo 3:23 na 24
4 wapata hiyo maneno. Lakini kwa kuthibitisha tena pia unaweza kusoma Isaya 59 kifungu cha 2, pia inatilia mkazo mambo inasema hivi: lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Sikia hiyo sasa. Isaya 59 kifungu cha 2 inasemaje? Mtu amefika hapo, nimesoma, umeisikia vizuri ama nirudie mara nyingine? Inasema lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu. Maovu yetu, kile ambacho tumekifanya ambacho si sawa, ndio kimetufarakanisha na uso wa Mungu na uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Na kama tumefarakana na Mungu, ni ukweli kwamba tumeenda mbali na yeye, na hata ulinzi wake umeondoka katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Anasema hata mpaka huyo Mungu kwa sababu ya uovu na kufarakanishwa na yeye, hata hataki kusikia tena maneno yetu. Hataki kusikia. So ya kufanya ni nini? Ni wewe kurudi katika njia na kuambia Mungu, nimekitenda hiki pasipo kujua, Baba ninarudi. Usinifiche uso wako kwa sababu ya dhambi. Dhambi ikiwepo lazima utaficha uso. Si ndio? Lazima unatamani kujificha. Mtu mwenye ana makosa akiona askari, yeye ukimbia mwenyewe mapema. Bwana sifiwe. Akiona askari yeye mwenyewe ukimbia. Na hasa askari anajua huyu kukimbia lazima ana makosa. Na hata wewe inajua. Kama mayai wa kuku wako imeliwa na umbo, na ujui ni umbwa gani, fika hapo, una umbwa wako hapo mahali mayai ilikuwa, ukaangalia mayai hapo, alafu ukachukua fimbo. Ukichukua fimbo, umbwa akiona fimbo anatoroka mbio, na wewe unajua huyu anajua mayai ilienda, si ndio? Sasa sisi pia hivyo tumetenda dhambi, tunasema kutoka katika uso wa Mungu kwa sababu kile ambacho tumekifanya kimetufarakanisha already na nani? Na Mungu wetu. Na hivyo tukitaka ili tukae na Mungu, tunaepukana na dhambi. Ni asubuhi tumeambiwa, wewe unapokuja katika nyumba ya Mungu, kwa nyumba ya Mungu huwezi kufanya kitu. Kama mwalimu alisemaje? Lakini uko nje unaweza kwenda. Akasema ukisikia mtu anakunenea na anakuambia, nitaka kuambia maneno yako, leta 300, leta shilingi 500, ni kuambia maneno yako, wewe unapeana. Na uchu unapeana kwa madhabahu gani? Unapeana kwa miungu gani? Pia hiyo umegonga kando na inaweza kuwa ni dhambi. Leo watu wengi, mtu anakaa unasikia anasema, nataka kuvunja madhabahu ya kwetu. Na hata ukiuliza madhabahu ya kwenu ni gani, anakuambia kwa sababu nateseka. Sasa wewe unabeba ng'ombe unaenda kuja madhabahu, hata ujue uko unakuja nini. Sure, siwaje mtu akufundishe, ujue vizuri na uelewe ni kitu gani kinachonikula mimi, na Mungu akusaidie uondoke ndani. Na hata kama unafanya ukijua ninafanya kwa sababu gani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo hii kama tumekimbia kwa sababu tunataka kusaidiwa na tabiu yetu, lakini sisi wenyewe tunataka kusaidika kwa kuachana na dhambi. Utasaidika lakini kwa sababu hujui dhambi ni nini na inafanya kazi namna gani, utarudi ndani ya dhambi, na dhambi yenyewe itasababisha tena wewe kurudi kwenye matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kurudi kwenye hilo tatizo tena kwa sababu dhambi ambayo umeifanya itasababisha kurudi pale. Bwana asifiwe. Amen. Si kama kuna mtu ananipata. Jambo lingine ambalo nataka kumalizia hiyo ya mwisho ni kwamba dhambi ututoa katika uwepo wa Mungu. Dhambi ututoa katika uwepo wa Mungu. Ni kweli unapofanya kosa, wewe uondolewa kwenye uwepo wa Mungu. Kwa nini? Adam alipokosea,
kutokufuata maagizo akiwa katika shamba la Edeni, ni nini kilimfanyikia? Alifukuzwa kutoka katika shamba hilo. Si ndio? Alifukuzwa kutoka katika hilo shamba. Na alipofukuzwa kutoka katika hilo shamba, akaambiwa sasa aende aishi kwenye ardhi ambayo alizaliwa kwayo. Bwana Yesu asifiwe. Akaondolewa na kupelekwa kuishi katika ardhi ambayo alitolewa, kumaanisha alitoka katika hilo shamba ili asiwe pale tena, maana yeye ametoka katika uwepo wa Mungu na hawezi endelea kukaa katika uwepo huo, so akafukuzwa. Mwanzo 3:23 inasema hivi, basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na upanga wa moto uliogeuka huku na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Unasikia? Baada ya yeye kufanya dhambi, akaondoka katika uwepo wa Mungu, na alipoondoka katika uwepo wa Mungu akafukuzwa kutoka katika shamba, katika hiyo bustani ya Edeni, ili aende. Ukisoma 24 unasikia ili aende afanye kazi, arudi kwenye ardhi aliyotwaliwa, achimbue akifanya kazi ili akule kwa jasho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini leo nimekuja kukuambia kwa sababu hii ndiyo madhara ambayo dhambi huleta katika maisha yetu. Njia ya kupona ili tusikae ndani ya hii madhara na tusikutanike na hii lahana ya dhambi ambayo inatufikia sisi, ni sisi kuamua ya kwamba nitafuata maagizo ya Mungu kikamilifu, na Mungu atanitetea. Kama kuna mtu anaweza kusema, Mungu nimekundua na ninajua mahali nimekosea na nataka kutembea katika njia zako, huyo ndio mtu ataitwa mbarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Mungu amepeana nafasi ya pili ili kwamba wewe urudie na urudi katika njia za Mungu na Mungu akutetee. Bwana asifiwe. Sasa haijalishi hali ambayo umepitia ndani, haijalishi ni mangapi umeyaona, na haijalishi ni mangapi umefanya, lakini kwa hayo na mengine yote, ukirudi katika mikono ya Mungu, anakufanya wewe kuwa mwana, na amekufanya kuwa mwana, una haki ya kurithi katika ufalme wake. Na hapo ndio Bwana anatupeleka. Amen. Ni sababu akamtoa Yesu mwana wa pekee ili aje hapa duniani akutanike na sisi wanadamu ambao tulikuwa tumefarakana na uwepo wa Mungu na tumeenda mbali na utukufu wa Mungu, ili arudishe karibu. Ukisoma hiyo Warumi 3:23 tunasema nini? Zote tumetenda dhambi na kupungukiwa na nini? Na utukufu wa Mungu, lakini kwa sababu ya Kristo Yesu alikuja ili kuturudisha sisi katika nafasi na tuhesabike haki. Bwana Yesu asifiwe. So hivi ni kusema wewe ambaye Mungu amekusaidia, umekaa hapa leo na Bwana amekukomboa, amekufikisha, ukumbuke kwamba kuna siku ulikuwa kule kwenye dhambi. Si ndio? Na ulipokuwa kule kuna mtu alikusaidia kuondoka kutoka kule kwenye hiyo dhambi. Na ulipomkiri Kristo Yesu, yeye ndiye aliyekusaidia na akalipia gharama ya dhambi zako, na akachukua mzigo wako akaubeba, na wewe sasa uko salama. Sasa ukijua hivyo, hamna haja ya wewe kurudi wapi? Kwenye dhambi. Na pia wewe unatakana ufikie yule mwingine ambaye yuko kule, umzungumzie kwa upendo na umwalike aingie katika nafasi na aje amwabudu Mungu, amkubali Kristo kama Bwana Mwokozi, na yeye apokee hii neema. Amen. Amen. Si kwamba wakati wewe umepona vile umepona hivi sasa uache ule mwingine ateseke. Peleka hiyo ujumbe mfikie na yeye, mwambie na mimi nilikombolewa na damu ya Yesu. Nilikuwa kama wewe, lakini Yesu akafanya nini? Akanikomboa. Simame kwa miguu yenu tuombe.